Kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi ya leo kuweza kukutana tuweze kuhabarishana kuhusiana na maandalizi yanavyoendelea, lakini pia kueleza wananchi kuhusiana na tukio letu kubwa sana la uzinduzi wa mbio za mwenge ambao unafanyika hapa Kusini Pemba. Nichukue nafasi hii kuendelea kuwashukuru viongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, na kwa namna kipekee pia nimshukuru Waziri Pacha mzangu Mheshimiwa Shabani Ali Othman ambaye kwa sehemu kubwa yeye ndiye ambaye amekuwa akihusika kwa karibu sana katika maandalizi ya tangu maamuzi yalipofanyika kufanyika kwa tukio hili katika mkoa wa Kusini Pemba. Ndugu waandishi wa habari, mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 zitazinduliwa rasmi tarehe 2 Aprili mwaka 2026 kuanzia saa 1 kamili asubuhi katika uwanja wa mpira wa miguu wa Gombani ambao unapatikana katika wilaya ya Chake Chake hapa Kusini Pemba. Na mgeni rasmi katika tukio hilo atakuwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hadi sasa maandalizi yote kwa ajili ya sherehe za uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru yameshakamilika na vijana wetu shupavu ambao wameteuliwa kwa ajili ya kukimbiza Mwenge wa Uhuru nchini wapo tayari kuanza kazi hiyo ya kizalendo ambayo itachukua siku 195. Ndugu waandishi wa habari, Mwenge wa Uhuru kwa historia ni tunu ya taifa ambayo tuliachiwa na waasisi wetu ambao falsafa yake ndio hasa inabeba uhai na msingi wa nchi yetu ya Tanzania. Tangu kuanzishwa kwake mpaka leo tunapozungumza, Mwenge wa Uhuru umehusika katika kuhamasisha wananchi kuishi kwa kuzingatia misingi ya amani, misingi ya umoja wa kitaifa, misingi ya haki, misingi ya usawa, uwajibikaji kwa jamii, lakini pia kuchapa kazi na uzalendo kwa maendeleo ya taifa letu. Pia Mwenge wa Uhuru una falsafa, na falsafa ya Mwenge wa Uhuru iliasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 na kuungwa mkono na muasisi wa taifa la Zanzibar Sheikh Abeid Aman Karume, pale ambapo walisisitiza juu ya wananchi kumiliki njia kuu za uchumi, kuimarisha huduma za kijamii, umiliki wa ardhi na ushiriki wa wananchi katika shughuli za kimaendeleo. Lakini tutakumbuka kwamba Aprili 26 mwaka 1964 mbio za Mwenge wa Uhuru zilianza rasmi nchini kwa misingi ile ambayo ilipambanua katika falsafa yake ya mwaka 1961. Ajenda kuu ilitamkwa wazi, ilikuwa ni kulinda uhuru wa nchi yetu, kulinda mapinduzi matukufu ya Zanzibar, kulinda muungano wetu, lakini pia kujenga taifa, huku ishara ya nuru ya Mwenge wa Uhuru ikiendelea kutumika kuiangaza Afrika na dunia na ikisisitiza juu ya ukombozi wa mtu mweusi na binadamu wote popote walipo duniani na kupingana dhidi ya unyonyaji, ukatili na ubaguzi wa aina yoyote ile. Ndugu waandishi wa habari, kila Mwenge wa Uhuru unapokimbizwa kila mwaka huwa inaambatana na ujumbe maalum kwa wananchi, ambao ujumbe huu unatoa mwelekeo wa kitaifa kwa wakati huo. Kwa mwaka huu 2026, ujumbe mkuu wa mbio za Mwenge wa Uhuru umejielekeza katika kuhamasisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, na kauli mbiu ambayo inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Kauli mbiu hii inalenga kuwakumbusha wananchi juu ya umuhimu wa amani katika ujenzi wa taifa letu, lakini pia inawataka Watanzania kuendelea kulinda amani ya nchi yetu na kudumisha umoja wetu na kuimarisha mshikamano miongoni mwa Watanzania bila kujali tofauti ambazo zinatukabili. Ndugu waandishi wa habari, kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026, wananchi wa Tanzania wataendelea kuelimishwa pia katika maeneo ya kimsingi ambayo kila katika mbio tunapofanya huwa yanazingatiwa. Maeneo hayo ni pamoja na mapambano dhidi ya VVU au UKIMWI, mapambano dhidi ya rushwa, dawa za kulevya, malaria na uzingatiaji wa lishe bora kwa afya imara. Lakini aidha, katika kuwapa vijana wetu fursa ya kusikilizwa na kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa,
Serikali kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu itaendelea kuimarisha ushiriki wa vijana katika shughuli za maendeleo ya taifa kupitia majukwaa ya vijana yanayojulikana kama Vijana Platform katika ngazi zote za halmashauri nchini. Ndugu waandishi wa habari, majukwaa haya ambayo yatafanyika katika halmashauri zetu na mikoa yatawezesha vijana kushiriki kamilifu katika maamuzi ya maendeleo ya jamii yao, lakini pia itawasaidia kupata taarifa muhimu na fursa za ajira na uwezeshaji ambazo zinapatikana kwa kupitia wataalamu ambao wanapatikana katika maeneo yao. Na kupitia majukwaa watajengewa uwezo pia wa kujasiriamali, ubunifu, lakini pia upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya shughuli wanazofanya. Majukwaa haya pia tutawatumia kama fursa ya kujenga misingi ya umoja na uzalendo kwa vijana, lakini pia ni kielelezo cha utawala unaowajibika kwa watu wake. Hivyo napenda kutumia fursa hii kuwahimiza viongozi wa mikoa na halmashauri zote nchini kuhakikisha majukwaa haya ya vijana yanaanzishwa na kuendelezwa kwa ufanisi ili yawe chachu ya maendeleo katika maeneo ambayo Mwenge wa Uhuru pamoja na majukumu mengine ambayo utafanya, lakini utatumika rasmi kuzindua majukwaa haya kila mahali utakapopita, sawa na utaratibu ambao tayari umekwisha kutolewa wa vigezo vya mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 ambazo tawala zote za mikoa tumekwisha wapatia. Ndugu waandishi wa habari, baada ya uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru tarehe 2 Aprili 2026 hapa Kusini Pemba, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika mikoa yote 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na halmashauri zote 195. Na mbio hizi zitafikia kilele chake itakapofika tarehe 14 Oktoba mwaka huu 2026 katika mkoa wa Rukwa. Kwa kipindi hiki cha siku za kukimbiza 195, Mwenge wa Uhuru utapita katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kama ilivyo kauli mbiu nilivyosema, utakuwa ukihimiza amani, upendo na mshikamano wa kitaifa kwa Watanzania. Lakini pamoja na ujumbe huu, utafanya kazi pia kutembelea, kukagua na kufungua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo nchini kote. Kazi pia itaenda sambamba na kuhamasisha wananchi kushiriki kwenye shughuli za maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kuendelea kupambana na adui rushwa, lakini sambamba na hilo kupambana na ubadhirifu wa mali za umma katika maeneo ambayo itapita. Ndugu waandishi wa habari, naomba kutumia fursa hii kuwaalika wananchi wa Kusini Pemba, Kaskazini Pemba, Zanzibar kwa ujumla wake na Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru utakaofanyika tarehe 2 Aprili 2026 katika uwanja wa Gombani kuanzia saa 1 asubuhi, na kwa pamoja tuweze kumshuhudia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, akiuwasha mwenge huu na kuukabidhi Mwenge wa Uhuru kwa vijana wetu shupavu walioandaliwa kukimbiza mwenge huu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Malizia kwa kusema sawa na kauli mbiu yetu kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa